Nataka niulize swali kidogo tu. Kuna utofauti gani kati ya manabii wa zamani na manabii wa sasa? Manabii wa zamani na manabii wa sasa. Ndiyo. Manabii wa zamani na wa sasa una utofauti mkubwa. Ndiyo. Manabii wa sasa wanaendekeza kitu kinaitwa fedha. Na manabii wa zamani walikuwa ni wanaonyeshwa na Mwenyezi Mungu kama ni maono. Ndiyo. Utofauti upo mkubwa sana. Sijajua kwako wewe dada yangu. Wewe una manabii wa zamani na wa sasa kuna utofauti gani? Haise. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya manabii wa zamani na manabii wa sasa. Kwanza ukiangalia manabii wa sasa, wanatabiri wachumba, wanatabiri magari, wanatabiri kupanda cheo, lakini wanaowatabiria wale watu ni waovu, ni wazinzi, ni wauaji, ni wabakaji, ni watu wanaotenda ubaya wa kila aina. Ila manabii wa zamani akikutabiria kitu ilikuwa ni kweli kitatokea hivyo hivyo. Nimeshangaa sana mimi kuona kuna nabii mmoja ambaye anamtabiria mchungaji Mbarikiwa mabaya. Lakini watu wa zamani wakimwona mtu ambaye ni mwema walikuwa wanamwambia yampasayo kufanya. Ila wa sasa akimuona mtu mwema anamtabiria mabaya ili watu wengi wao wanamuunga mkono. Kwa sababu gani? Kama ulivyosema mwanzo. Kwa sababu wa sasa wapo zaidi kifedha. Mpendwa. Kuna huyo nabii anaitwa nabii Deo Njeni. Kama sijakosea. Sijajua unabii wake ni unabii wa aina gani, lakini mimi nataka tu kuonya kwamba watu wa zamani walikuwa wanasema kabisa kosa fulani kwamba ewe ninakutabiria hili kwa sababu umekosea hapa na hapa na hapa. Lakini ukiona nabii anaongea kitu haonyeshi makosa ya huyo mtu, jua tu aidha nyuma yake kuna mipango ambayo inapangwa. Naomba tuangalie sana. Uwe makini sana. Unapoenda kwa nabii yoyote, uwe makini sana. Na utafakari zaidi matendo yako. Ukiona nabii anakutabiria kitu, jitafakari, je, ni kweli mimi natabiriwa haya ndivyo nilivyo? Ukiona sivyo, toroka mapema, yani kabla kimbia. Kabla hayaja kupata mabaya zaidi ya hayo ambayo unayo. Amen. Amen.